yanabadilika, sivyo? Sasa nataka kuchukua fursa hii tumkaribishe mgeni wetu ambaye anamwakilisha rais wetu Mheshimiwa Fred Matiang'i, daktari, aje aseme na sisi. Wananchi wa Mombasa, asalamu alaikum. Asalamu alaikum. Hamjambo. Ndugu yetu na rafiki yetu mkubwa sana, gavana wetu wa Mombasa, Bwana Ali Hassan Joho, ndugu yangu wa karibu sana, waziri mwenzangu wa utalii, Mheshimiwa Najib Balala, viongozi wa pande hii ya nchi yetu tukufu ya Kenya, waheshimiwa wabunge ambao wako katika mkutano huu, viongozi wa dini ya Kiislamu katika jamhuri yetu ya Kenya wakiongozwa na Chief Kadhi. Kwa sababu ya uchache wa wakati nitazungumza kwa ufupi, kwa sababu kwanza leo nimekuja hapa kama mitume, nimetumwa hapa na Mheshimiwa Rais wetu. Lakini kwanza ningependa kumshukuru Chief Kadhi na kusema hapa hadharani hakika kwamba tulishauriana na yeye kabla ya kutangaza siku ya leo kama holiday. Na ninataka kwanza kabisa wananchi kusema hivi, tutashauriana sisi wote na Chief Kadhi na kuhakikishia tutashauriana kabisa kuhakikisha kwamba yale mabadiliko ambayo tumeagizwa tufanye na Mheshimiwa Rais kuhusu hizi siku za Kiislamu zote tunazingatia matakwa ya wenzetu wa Kenya ambao ni Waislamu. Jambo la pili, gavana, na kushukuru sana na viongozi wa pande hii kwa makaribisho yenu. Jambo la tatu, Mheshimiwa Gavana, ulimwalika rais wetu kuwa hapa leo, na kwa sababu ya kikazi Mheshimiwa Rais amesafiri nje ya nchi hii na amenituma juzi nije hapa leo nilete ujumbe wake. Na kabla sijatoa ujumbe wa Mheshimiwa Rais, ningependa kujibu maneno mawili matatu ambayo nimeulizwa hapa na viongozi. Kwanza kabisa, kwa niaba ya baraza letu la mawaziri, nikiwa mwenyekiti wa kamati ya mawaziri wetu katika mambo ya kushughulikia miradi ya maendeleo, nataka kuhakikishia wajumbe wa bunge wa pande hii, kaunti hii ya Mombasa, yale ambao mmeuliza nitawaeleza wenzangu. Tutaangazia hayo maneno ya miradi yote ambayo inafanyika katika kaunti hii. Na ninawaomba waheshimiwa wajumbe, nyinyi wote mkiwa kwa Senate, mkiwa kwa National Assembly, tutakubaliana leo kabla sijatoka Mombasa, wakati tutaketi chini tuangalie hii miradi yote ya maendeleo ya national government hapa, tuhakikishe kwamba tunasonga mbele. Sababu wananchi, hii kazi tumepewa tufanye na tuwatumikie nyinyi. Hakuna wakati wa kujesa na wakati wa kulala. Lazima tufanye kazi, tuhakikishe kwamba tumewatumikia nyinyi vile nyinyi mnatarajia. Kwa hivyo waheshimiwa wajumbe, nitawaomba tutakubaliana leo wakati tutaketi chini, naamini within 1 week, so that we look at all those projects, the roads that you have mentioned, where we have challenges with contractors. And I want to tell you the truth. Our business is not to entertain lazy people, waste public resources. Kama mtu kazi na mshinda, tutamwambia apote. We move forward and do what we must to do for our people. So we will meet shortly tuzungumze hiyo maneno mengine. Jambo la tatu, nikiwa hapa na mbeleni pale nimezungumza na viongozi wa pande hii wengine. Mambo ya usalama wa pande hii tunafurahi, na ninawashukuru wenzangu ambao wanafanya kazi katika idara ya usalama wakiongozwa na huyu regional commissioner wetu. Visa vya utofu wa usalama katika pande hii vimeanza kupungua, na tunawashukuru sana wananchi wa Mombasa. Lakini ninawahakikishia yale maneno mheshimiwa aliuliza hapa kuhusu vijana wetu, tunafanya kazi pamoja, na siku hizi tunakutana na viongozi wa mashirika yasiyo ya serikali
sisi wote na viongozi wa kidini kuhakikisha kwamba tunadumisha amani, ndio, lakini tunajenga daraja mpya ya uhusiano na utengamano kati yetu sisi viongozi wa serikali na wananchi tukiendelea mbele. Kwa hivyo tutayashughulikia haya maneno ya usalama tukizingatia kabisa mambo yote yale ambayo tumeulizwa hapa, yawe ni maneno ya haki za kibinadamu, kuhakikisha kwamba hakuna mwananchi yeyote atadhulumiwa. Na wakati shida inatokea, tunaanza kwanza kwa kuketi chini na kuongea sisi wenyewe na kutafuta suluhisho. Na ninawaomba wenzangu katika idara ya usalama, huo ndio mtindo mpya wa kufanya kazi katika usalama. Tumeagizwa na Mheshimiwa Rais tuhakikishe kwamba wananchi wetu wasidhulumiwe, lakini tushauriane wakati wote. Jambo lingine ambalo nimeulizwa hapa, mambo ya vyeti vya usafiri. Mheshimiwa Rais alituagiza wakati wa mwanzo wa mwezi huu wa Ramadhani tushughulikie ndugu zetu Waislamu. Nafikiri tumepiga hatua kidogo, lakini hatujafikia yale ambayo tunataka kufanya. Kwa hivyo tutapanua ofisi yetu hapa Mombasa, ile ya immigration, tusaidie watu wetu. Na pia tutapanua mipango yetu ya kutoa vyeti vya kuzaliwa katika pande hii, kwa sababu nimeelezwa kwamba hilo pia ni jambo la kusumbua wananchi. Tutahakikisha kwamba wananchi wetu tutawashughulikia, na hili jambo la mambo ya vyeti vya kuzaliwa itakuwa mambo ya kihistoria, hivi karibuni tutamaliza. Basi sasa nije kwa ujumbe wa Mheshimiwa Rais. Wananchi wenzangu, gavana wetu na viongozi wa Mombasa County na viongozi wa dini ya Kiislamu ambao mko hapa leo, Mheshimiwa Rais alinituma hapa na mambo kidogo tu. Kwanza, Mheshimiwa Rais ameniambia nilete ujumbe wa kuwashukuru nyinyi wote kwa kuweka amani katika wakati huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hatujakuwa na shida yoyote hapa Mombasa wakati huu, na tumekuwa na amani kabisa na utulivu, na tumeanza kuona hata utalii umeanza kurudi tena vile ulikuwa zamani. Tunawashukuru sana. Lakini tukiwa katika hali hiyo hiyo ya kusherekea leo, Mheshimiwa Rais alinituma nilete lizara yake ya heri njema kwenu wakati wa huu wa kusherekea mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mheshimiwa Rais anawatakia mema, lakini anatutakia sisi wote kama wananchi wa Kenya tuishi kwa amani. Tuchukue unyenyekevu huu wa sisi kama wenzetu Waislamu ambao wamesherehekea mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Tuanze kufikiria utu wetu na vile sisi tunaweza kuboresha jamii yetu na umoja wetu kama familia moja ya nchi yetu tukufu ya Kenya. Hakika vile gavana amesema na viongozi wengine wamesema, sisi ni wamoja. Wakati wa siasa ya kugawanya sisi sasa umekwisha. Tufanye kazi sisi pamoja, na tunawaunga mkono viongozi wetu wa kitaifa, Mheshimiwa Rais wetu na Mheshimiwa Raila Odinga. Wanatuelekeza tukae pamoja. Mheshimiwa Rais anawaomba na anatuomba sisi tukiwa wananchi wa Kenya, hasa nyinyi tukisherekea wakati huu, tutafute mbinu na tuhamasishe wananchi wetu kukaa pamoja na kuishi pamoja kama ndugu, kama jamii moja, kama familia. Ujumbe wa pili kutoka kwa Rais ni huu ambao yana na wewe Governor Joho. Huu ni wakati wa kazi. Sisi wote tafadhali tufanye kazi, tutumikie hawa wananchi. Wale ambao mlichaguliwa kwa kupigiwa kura na wale ambao tumepewa hii kazi na Mwenyezi Mungu kupitia kwa rais wetu, tutumikie wananchi wetu. Tuhakikishe kwamba hawa wananchi wanapata huduma ya hakika. Wakati huo mwingine utafika, na wakati huo kutakuwa na nafasi ya kuongea. Kwa hivyo rais anatutaka sisi wote tuhakikishe kwamba tunazingatia mambo ya huduma kwa wananchi na kufanyia wananchi kazi. Ujumbe wa tatu, Mheshimiwa Rais anataka sisi kama viongozi wa serikali tushirikishe jamii za Kenya zote katika serikali na katika mipango ya serikali. Ni kweli kabisa vile viongozi wetu wamezungumza hapa kwamba tunahitaji kuhakikisha kwamba nchi hii yetu Kenya hii imekuwa nchi moja
kila mtu hakika anajihisi ako katika serikali. Kwa sababu hiyo, miradi ya maendeleo ambayo inafanyika hapa Pwani na hata yale maneno ambayo tumezungumza hapa ya port, Mheshimiwa Gavana, nataka kuhakikishia tutakaa jiri sisi sote, na ninakubaliana na wewe, tuhakikishe kwamba matakwa na mahitaji ya wananchi wetu na viongozi wa Pwani pia yamezingatiwa. Huo ndio ushirikishi wa hakika, kuhakikisha kwamba kila Mkenya anajisikia kwamba ako katika uongozi wa serikali. Na mwisho, wananchi, ni kuhakikishia nyinyi kwamba tutazidi kukaa nanyi pamoja kuendelea mbele katika kujenga nchi yetu. Pwani ni nchi yetu, na tutaweka usalama wa kutosha hapa kuhakikisha kwamba tunaendelea mbele na maendeleo. Mheshimiwa Rais aliniuliza niwaeleze Gavana kwamba atazuru hapa hivi karibuni kuendelea na mipango ile ambayo mnazungumza naye kila wakati, na hii miradi ya maendeleo ambayo inafanyika hapa. Na wakati atazuru hapa kwa siku moja ama siku mbili. Mnajua rais wetu anapenda kukaa nanyi na anawapenda. Wakati mwingine anapenda kuwa hapa kama wiki moja. Kwa hivyo atarudi hapa hivi karibuni na kuendelea mbele na yale ambayo tumekuwa tukipanga nanyi pamoja kwa maendeleo. Ninawashukuru sana wenzangu na viongozi wa dini ya Kiislamu, ninawashukuru sana kwa utulivu wenu, kwa uongozi wenu, kwa amani na vile mmeweka pande hii ya nchi yetu, na yale ambayo mmefanya kuhakikisha kwamba sisi wote tuko pamoja. Na ninawahakikishia kwa pande yetu sisi kama serikali tutafanya ile kazi tunatakiwa kufanya kuhakikisha kwamba hata ile 24-hour economy Mheshimiwa alizungumza hapa inaendelea. Security na hii mambo mengine ni jukumu letu kama serikali, na hatutasinzia, tutafanya hii kazi vile tunatakiwa kuifanya, tuhakikishe kwamba tunaendelea mbele. Mungu na wabariki, mkae na upendo, tuendelee kukaa na umoja, na tutaonana wakati mwingine. Asante sana. Naomba kwa vile sasa hotuba zimemalizika, tungeomba wananchi wote wabaki pale pale mlipo tafadhali. Tunaomba mkae, kuna tabaruku italetwa kwa watu wote walio